hayachunguziki. Mungu we, naomba unifunike kwa mkono wako, matendo yako hayachunguziki. Mungu we, naomba unifunike kwa mkono wako. Hapa nilipo ni neema yake Mungu, nilivyo leo ni huruma zake Mungu. Hapa nilipo ni neema yake Mungu, nilivyo leo ni huruma zake Mungu. Wanaonijua wanaweza simulia, nilikotoka haikuwa kawaida. Wanaonijua wanaweza simulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu naitwa Godfrey Atanaskiando. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Naipenda sana huduma yangu ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Mimi natokea katika mtaa wa Kivule B na ni Mkristo, nasali katika kanisa la KKKT usharika wa Kivule. Na ninasoma katika mkoa wa Pwani, shule inayopatikana Bagamoyo, inakwenda kwa jina la Beloya Mission High School. Ndugu mtazamaji, pamoja na hivi unavyoniona, pamoja na hivi nilivyo, lakini nina ushuhuda wa kweli kabisa wa maisha yangu. Ushuhuda ambao nishawahi kupitia na ni wa kweli kabisa na ni uhalisia kabisa ambao naelezea maisha yangu. Sisi katika familia yetu, baba alibahatika kupata watoto wawili mapacha, ambao ilikuwa ni mimi na pacha yangu. Na kama unavyojua kwa watu wanavyosema, ni wanavyosemekana kwa mapacha kwamba pacha huyu akiumwa leo, mwingine anaumwa kesho, au nakaa kidogo mwingine anaumwa. Huyu pacha wake akiondoka, yani akiondoka ni maana kwamba akiaga duniani, akitangulia mbele zake, na huyu mwingine anaweza kaumwa naye akaondoka. Ndio inavyosemekana. Basi ule pacha wangu aliumwa sana. Mungu akampenda akamchukua. Haikukaa muda sana, ilikuwa ni siku chache, ni muda kidogo sana. Na mimi nilianza kuumwa. Niliumwa sana. Na nikapelekwa katika hospitali ya Mwananyamala na nikakaa siku ambazo, yani siku nyingi sana. Nilikaa pale. Wazazi wangu walikata tamaa. Ndugu walikata tamaa, dada zangu, baba, mama, wote walikuwa wameshakata tamaa ya mimi kwamba naweza kuendelea kuishi. Alikuwa ameshakata tamaa kabisa. Lakini Mungu aliweza kunisaidia. Katika siku zote nilizokuwa, katika yote niliyopitia, niliumwa sana nikiwa kama mdogo. Nilikuwa naumia hadi sometime baba akiwa au mama wakiwa wanakuja pale kunitembelea, hata niondoke nao nalia, wanaumia lakini ndo wanavumilia. Lakini pamoja na yote hayo, Mungu alinisaidia na nilipona. Nilipotoka pale Mwananyamala kwa kukaa siku nyingi sana, siku ambazo zisabiki, niliweza kupona. Mungu aliweza kunisaidia. Nilipopona nikawa kama na miaka ikapita siku, ikapita miaka, nikafikisha kama miaka 6 nikiwa 2018. Nakumbuka nilikuwa darasa la kwanza. Ndo siku ambayo na ndo mwaka ambao wazazi wangu waliweza kugundua kwamba nina kitu ndani yangu. Waliweza kugundua kwa sababu gani? Siku zote mimi hapa, hata kipaji changu katika kipaji nilichowekewa ndani yangu, nilikuwa napenda sana kuimba. Sometimes nishangaa nikikaa natunga tu wimbo, nachukua simu ya baba na rekodi nyimbo naweka kwenye flash, yani mwenyewe nilikuwa napenda sana, kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Baba alivyoona hivyo akaamua kunipeleka kwa mwalimu wangu wa nyimbo. Na kazi ya mwalimu wa nyimbo ilikuwa si kunitungia mimi wimbo, bali kazi yake ilikuwa ni kupanga vizuri. Maana mimi nilikuwa natoa ile idea ya nyimbo, yani kwamba idea ya nyimbo, kwamba tuseme nataka nyimbo ya kujitambulisha, nitasema kipande hiki cha kwanza niseme hivi, najitambulisha, chorus hivi na hivi, yani natoa kama mawazo tu. Mwalimu yeye kazi yake ilikuwa ni kuweka vizuri na kisha anaitengeneza nyimbo. Ila kazi ya mwalimu ilikuwa si kuitengeneza, sio kutunga nyimbo. Basi kuanzia siku hiyo ndo kipaji changu Mungu alichoweka ndani yangu ndo kikaanza kujulikana siku ile.
na kuanzia hapo ndo nyimbo nyingi zikaanza kutengenezwa. Kumbuka nyimbo yangu ya kwanza ilikuwa ni Bwana Amenituma. Zilikuwa nyimbo nyingi sana. Bwana Amenituma, nilikuwa bado na umri mdogo sana. Lakini ndio mpaka sasa Mungu ameweza kunisaidia na kipaji changu cha uimbaji. Mungu bado anaendelea kunisaidia. Kwa sasa nyimbo nilizokuwa nazo, ukiangalia zile nyimbo nilizokuwa naimba nikiwa na umri mdogo, siwezi kutumia kwa sababu sauti umri tayari umeshabadilika. Kwa sasa nyimbo ambazo naweza kuzitumia ni nyimbo chache sana, nyimbo kama 5, bado sijakamilisha albamu. Ila maombi yangu Mungu aweze kunisaidia niweze kukamilisha albamu yangu ya uimbaji. Na Mungu bado anaendelea kunisaidia. Jinsi jamii inayonizunguka kama wazazi, ndugu, jamaa, marafiki walivyoipokea kalama yangu ya uimbaji. Kama wazazi wangu, nianze kwanza na wazazi wangu. Wazazi wangu walinitia moyo, hawakuniacha kwa kila hatua. Japokuwa ukichukulia zile gharama za mwalimu, kumlipa mwalimu, studio, kwenda kwenye matamasha, nauli, wazazi bado hawakukata tamaa. Walinitia sana moyo katika kipaji changu cha uimbaji. Ndugu, jamaa, marafiki walinipa kipaumbele. Walikuwa wananitia moyo, hakunivunja moyo nikiwa naenda nikaalikwa. Walikuwa sasa wachungaji wa kanisa nilikokuwa nasali, walikuwa wananipa moyo kwa kunipa nafasi. Nilikuwa napata nafasi ya kuimba na watu walikuwa wananipa moyo, walikuwa wanivunji moyo. Kwa mafanikio niliyopata mpaka sasa, Mungu ameweza kusaidia. Nimepata jina kwenye mikutano, napoalikwa na wachungaji, nakaa na watu wakubwa, nakaa na waimbaji wakubwa katika mikutano vile ninavyoalikwa. Inawezekana mikutano wa kanisani na pia hata kule shuleni. Mafanikio niliyopata, wanatambua uwepo wangu, wanatambua kalama yangu. Na pia Mungu amenisaidia kule shuleni, nimeweza kupata jina kanisani. Katika mazingira ninayoishi, asilimia kubwa ninajulikana, watu wananijua kupitia huduma yangu ambao Mungu ameweza kuweka ndani yangu. Nilikotoka haikuwa kawaida, ametenda. Mimi nimetendewa na Mungu. Mungu we, Mwenzenu nimetendewa na yeye. Mungu we, Mimi nimetendewa na Mungu. Mungu we, Mwenzenu nimetendewa na yeye. amefuta aibu maishani mwangu. Ameondoa mzigo moyoni mwangu. Amefuta aibu maishani mwangu. Ameondoa mzigo moyoni mwangu. Matamanio na tamani au ndoto zangu nazozitamani katika kalama yangu hii niliyopewa na Mungu, ni vile Mungu atakavyopanga na vile Mungu atakavyoamua. Maana mapenzi ya Mungu ni sawa muda wote, Mungu hajawahi kukosea. Lakini naomba sana Mungu aweze kunisaidia mataifa, dunia nzima iweze kujua na kulitambua na kuyajua matendo yake makuu ambayo Mungu anayafanya kwa sisi wanadamu kupitia kalama yangu na kupitia huduma yangu ambayo ninaitoa. Watu waweze kulijua jina la Mungu, watu wakaokoke, watu wakaponywe kupitia huduma zangu za uimbaji kimataifa. Sio kitaifa tu, sio katika mtaa tunaoishi, sio katika kanisa, bali kimataifa. Ndio matamanio yangu makubwa. Kwa upande wa changamoto ninazozipitia kwa umri huu na huduma hii nilionao, kalama huduma ya uimbaji, sasa nikiwa shuleni, muda mwingine baadhi ya watu wanakuwa wanakejeli huduma nilionao, wanakejeli neno la Mungu. Ushangaa muda sometime mtu anakupiga, ukijaribu hata kuongea kidogo tukulalamika tu kidogo, anaanza kusema wewe si mtumishi, si unaimbaga pale mbele madhabahuni, mbona sasa unaanza kulalamika. Ushangaa mtu anakufanyia vitu vibaya, ni vitu vya ajabu. Afu ukijaribu hata kujitetea kwa namna yote, anaanza kukusema wewe si mtumishi wewe. Vitu kama hivyo mimi nachukulia kama tu temptation za kawaida, yani kama majaribu tu ya shetani ya kawaida. Maana najua hata Yesu naye pia alijaribiwa na mwovu shetani, lakini aliweza kuyashinda. Kwa hiyo na mimi mambo kama hayo, sijui kupigwa, kuibiwa, afu kusema sijui ni mtumishi wa Mungu, nachukulia tu ni majaribu ya kawaida, majaribu ya shetani ambayo anajaribu kuharibu au kuvunja na kukiteketeza kalama yangu ya huduma yangu niliyokuwa nayo ya uimbaji. Kiachana na karama hii ya uimbaji ambao Mungu ameweza kuiweka ndani yangu, pia nina karama ambao Mungu ameweza kuweka ndani yangu, karama ya kuhubiri.